Nyasaye liyero kweleza elituko ly'ennondi kandi kwakane muyeka kuno lira lya Yesu subira kusaya embo omwami Nyasaye okosiko kholanga embo obunyali bw'okwelesya okukyenda mu ekuwaliryo enda okwinosanya n'okwibalana lingana lyosinga okuwelesya embo okubisula kw'omwoyo omukyenu kutingula Nyasaye elituko ly'ennondi sikira akokolana amahongo mulira lya Yesu sayani subie ora amen. Rangalusili Nyasaye liyali khando khwakanya nawe lituko ly'ennondi ne nomeko lingana kuliwa mu lusungu balanga jurisdiction lakini mu luya ne obunyali buli omuruki olwahe bwaliyanga abechane nde obunyali bw'okuruka lihanga ilo singa president wa Kenya sanyala kuchia olla injire Buganda jinja nomba tororo sanyala kuinjira tororo achake kuwanao amalako tawe alinenda ayola humpaka Busia humpaka Malava humpaka chifu cha Kenya chino niyo area esemu ya omruki wefwe alino bunyali kandi msibala sio mwoyo Nyasaye yahelesi omundu bunyali musibala sio mwoyo ne abunyali bw'abantu bali nabo musibala sio mwoyo sibufuana nata buli mundu alinende Nyasaye yamura ali abundu abamalayika bali n'obunyali ali abundu omundu ali n'obunyali kulwe yako nelingana lyo lihongo n'okubisulwa okhongo okutola okumanya abundu obunyali bw'obwola nenda bandu bomenya nabo balina obunyali obw'okwola yena sikira omuruki we Buganda niye njira Kisumu yabechawa kenjira hasi ya malako k'omuruki wa Kenya kesonyala kwinjira musibala sindi noramaniro obunyali bwoli nabo abundu oli mochake kubola wenya kuyinya malako sonyala kulaka abundu oralina obunyalita nikaka kila omundu owa Nyasaye yaramsibala sino kenye kamanye ni hena nokuola hena to what extent uwezo gani umbali gani Mungu anakupatia uwe mtawala uli mundu Nyasaye wa mwisho buruki sikila usome kitabu ya asio kuchiaka umulyango kokuranga babe bolambu mulunyali lwa 16 abola Nyasaye na abola mbu kulombe omundu mukufwana kwefwe mwikondo lyefwe bahabe nende obunyali kutisutse amanyonyi nende tisolo tyosi etyombulimo nende etirukwanga manende byosi ebimolanga hasi ebe bola bahabe n'obunyali babe n'obunyali ku bindu byosi ebyembulimo ebirukwanga emola hasi na achirilo bola Nyasaye nalongo mundu mukufwana kokwe omwene yabalonga omusata nende omukhasi lunyali lwa 28 bola Nyasaye nabalamira ikhabi nababola mbu mwibulane mwinjie mwitsule musibala musiamye kandi mube n'obunyali khutisutse tyosi lingana lya nyotile obunyali murusungu babola dominion lakini nyago kulera munjire fwana ola yesheria jurisdiction sonyala winjira abundu hora lino obunyali ochikola olingana ta niwinjira munju y'omurende ochake khola mamangana uchokubolwa inoni trespass inoyirwa mukoti mkenya muno nobolwa wali noli mtrespass sikira sina winjie nobola ingombe yabene yoni trespass bazili kukhalakira kopu ibibe chakubola uchiye mtrespass hekanda bakristo bachicha mtrespass baramanyireta buli mundu ali nende obunyali Nyasaye muwelesya okuruka abundu hamenya nenohonibwa notola Nyasaye omwoyo mukyenu kuniyekala muiwe obunyali bw'okuruka becha bwakenjira bwachaka kole kasi muiwe ebible bola Nyasaye yabola leka kulongo mundu mukufwana kwefwe obolambo obunyali bwa Nyasaye wakabulwa mundu kulinendo obunyali obulangwa delegated
power wakabulwa obunyali ola president n'abasaliota anyala kuruma deputy president ambole chiabundu fulani okole 1 2 3 nebade bola bosi abahuchila Nyasaye abamuhuchila sikira bolani bwobulafu bwesibala obulafu bwesyalo sino lakini olwabwecha abali musyala bandu banyasaye sibamanya obulafu bwikireta lakini abola bosi abamuhuchila yabalombo oba abana banyasaye omwana wa Nyasaye kabulambu alimo chingufu kye Nyasaye obunyali bwa Nyasaye buholekasi muye nibwo obunyali obukira omundu anyala kukondeka matimoni kachi nibwo obunyali obukira omundu anyala kukondeka maluwaye nekalahula omundu sikila sina obunyali bwa Nyasaye buhelesya obunyali obwa Nyasaye alahula kuchendemo kulweko. Therefore, jurisdiction is spiritual. Obunyali buno nobwo musibalasi omwoyo. Sibulicha zikenye ko bulole cha mumoni eyo esi na mubiri yonyene tawe. Bulinende chingufu musibalasi omwoyo. Hekenye ko manyiganda abandu bo chenda nabo balinende obunyalo bwolaena. Omundu anyala kuba n'obunyali nenaho uchirilo chiabundu no chambunyali bubwe. Elangwa delegated power no rumwa singa Paulo yaruma Timotheo nambola muinjisye muchile siklasina ni somuruma yechane ndo bunyali obukola chingufu mu Paulo wichokole kazi yali the apostolic authority achenda nayo siklasina urumwe with an apostle no rumelwe nende prophet yechane nde power always siomrovi yechana kola mangana akafuana kapapa wakola ruwe yako likanisa kenyaka kumanye obunyali wanyasala kula bulihena bwekalambwena kata mwikanisa abundu obukana. There is that spiritual authority. It doesn't come on everybody. Wihila kubandu abanyasa yauye mu area fulani babesinge chipila echokusingisia liwalye na obunyali buchaka kubenjilako obunyali buno ni singo mulyango omundu sanyala kuinjira president wa US sanyala kuicha mu Kenya na asili kureberusa ku president wa Kenya ta ngeno mugongo lakini the president's jurisdiction is an authority and is a door, it is a gate. Not all umanya obunyali obwabandu bali hasi wawe ba operatamo no chenda no mulembe sikira no ramanyiro obunyali bwa bachendamo obunyali bwa balinda bukande bunyala kulwana sikira sina they are sending you doing the opposite. Kwa hivyo hiyo neema iliyoko juu ya maisha yao na huo utawala hiyo dominion ambayo Mungu amewekeza katika maisha yao haiwezi tenda ndani mwako mpaka ujifunze kutii. Na ikiwa uwezo ambao Yesu anaachilia kwa kanisa, ikiwa utaenda utende kazi katika watu, ni lazima watu wa recognize kwa kila eneo ni nani Mungu ameweka hapo penye Mungu amekuweka. Inamaanisha na kuna wengine chini yako. It is inaitwa step down. You step down. Ama ukitoka juu, uwezo huo hawezi shukia kila mtu. Kuna uwezo ukishukia watu fulani watakufa. Kuna nguvu zikiingia ndani ya watu fulani wataisha. They shall break down. Kwa sababu hawawezi stand. Lakini huo uwezo Mungu anachagua watu katika eneo. Akajua fulani ndiye nimemweka katika eneo hili. Wacha akasimame kwa ajili ya kazi yangu. Na kila mtu afanyaye chini yake, huo uweza utatenda kazi ndani mwao. Ngurwa no ulaka mbola ata obunyali wanyasa hanani lingana likongo no manyire okole kasi asi wabandu kenye ko manye whom am I working under and under what authority am I, under what dominion, so that usiende kinyume na kile ambacho Mungu ameassign kwa eneo kufanywa. Mungu akileta assignment kwa eneo kama hii ya Bunyore, haleti assignment na anaiwekea kila mtu kwa moyo.
moyo. Hapana, kuna watu Mungu hupeana, Mungu huwapa, jinsi alivyosema wacha tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na Mungu hivyo hivyo huenda akipeana uwezo huo kwa watu wa aina fulani, kwa watu kwa ajili ya kutimiliza malengo fulani. And therefore, ikiwa Mungu amekutuma ukae chini ya mtumishi fulani, lazima uelewe, you have to understand, because the only way you will tap into greater heights is when you have unlocked what is on your seniors, what they have in the direction. Kama wanasikia mwito kuelekea kwa njia hii, na wewe ukubaliane na huo mwito, kutembea kwa hayo maono inaonyesha umekubaliana na huu mwito ambao hawa watumishi wako nao, na wewe kutii huko na kutembea kwa njia hiyo, it will cause you the heavens to open, na hata wewe utaanza kuexperience uweza huo ambao unatenda kazi ndani ya hao. Inaitwa delegated power. Elijah yalino obunyali msibala sio burobi, ne Elisha yachenda naye hano hapa kwa hapa, akitaka pia yeye awe na ule uwezo. Na Elijah akaanza kutoroka, na Elisha akamfuata hapa kwa hapa. Manabii manabii wakamwambia Elisha, unajua mtumishi wako anaenda kunyakuliwa. Akasema hilo nalijua, lakini acha nini na mimi? Kwa nini? Kuna kitu alikuwa anatafuta. That obedience to a man of God, it opens you into a realm of authority. Obunyali bwo bunyana kunyolega sikira unati sikira ouchilo wigala hasi wabandu ochile uchenda munjira ya maloro kanyasa yaba elesia no chenda mo, kandi nawe you are able to tap into this realm. Obunyali buno ne buchaka kuyika no kole kasi mbulamu bwo kenya kubola honor men that God has allowed you to operate under. Kama kuna watu Mungu amekubali ufanye kazi chini yao, wapatie heshima, tembea chini yao kwa heshima. Mungu ataachilia ule uwezo unaofanya kazi ndani yao kukua juu yako. In fact, Elisha alimwambia Elijah, mimi nataka kipawa hiki Mungu amekupatia niwe nacho maradufu. In other words, yabola obunyali woli nabo musibala sio moyo nyambe nabo maragabili nyanyoro bunyali buno nyobunyali buno mbukhole kasi maragabili, because I have seen and I have understood. Na Elijah akamwambia, umeuliza neno gumu, lakini ukiniona nikienda utapokea. Ukiniona nikienda, that means hauachani na watu ambao unajua Mungu amewekeza ndani. Nyasaye warame zindo nensisio khaba ne wenyo chende munjira ino solekana nabota ochenda kunjira iyo ochenda no ba oluyali sikira sina obunyali bula bukole kasi mbulamu bubwo. Paul yali no bunyali ne ya konde kama Timoni nikacha, lakini abana baskeva kandi nabo barulila yo nibachaka kubola babo banyolo mundu walaluka nibambola wenya konde ka amatimoni kano murule mulira ya Nyasaye wa Paulo akamba ne matimoni kabola wamanya Paulo ne Nyasaye wakamba kandi kwamanya, lakini nenywe ninyepena. In other words, wanatumia akili yao tu na wanafikiria it is something natural yenye unaweza anza kuifanya out of nowhere. Haifanyiki hivyo. Lazima wangelienda wakae chini ya kina Paul, wajue ni uwezo gani walio nao, ni mamlaka gani walioyapokea. Na mamlaka haya bado Mungu anasema ameumba mwanadamu kwa mfano wake. Anataka watu watende kazi kupitia kwa uwezo wake, lakini ni lazima watu wajue sheria na kanuni za kutembea katika uwezo huu. Watu wajue, waelewe ya kwamba si kusema tu Mungu mwenye Paulo anabii. Hapana, ni kukumbana na Mungu wa Paulo,
ukajue Mungu wa Paulo alikuwa anamuelekeza wapi Paulo. If you align into that vision, then the power that is operating on Paul, it can easily begin to operate on you. Kwa nini unajiachilia katika mapenzi ya Mungu aliyotuma Paulo kufanya? Kwa hivyo ukikaa chini yake, uweza unakuwa juu yako. Unamjua mtumishi wa Mungu Reinhard Bonke, na kuna mtu amekuwa kimwandama anaitwa Kolenda. Wakati Reinhard Bonke ametoweka, Kolenda amepick up naturally, kwa sababu amekuwa akifuatana na anajua where we are going, anajua mahali wanakotaka, anajua nguvu iliyokuwa inatenda kazi nyuma ya mtumishi wa Mungu Reinhard Bonke. Kulwe yako pana urudi la chambuli mono chakata abandu kulinende lienya nyasaya kaba bandu be khali asibe kiwe babe bola. Continue in the teachings of the apostles, continue in the teachings of the prophets, be laid on this foundation, be taught and understand. Ujue ya kwamba tukitoka hapa tunaenda hapa. Neno linasema katika Jude ni chapter 1 tu, lakini mstari wa 9 Biblia inasema wakati Musa alikufa pale milimani, shetani alitaka kuchukua mwili wake. Kwa nini atumie mwili wake? Because Moses was an authority. Shetani angepata mwili wake angedanganya wana wa Israeli, lakini Mungu alijua na akamtuma Archangel Michael, malaika wa vita, kwenda kuchukua mwili huo. Wakati malaika anafika, shetani ashafika. All of them want the same body. Lakini neno linasema malaika hakuanza kubishana naye, bali alisema na Bwana anakukemea. Malaika alielewa kitu moja, watu wawezao kukemea directly they are men, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini malaika hawajaumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo utawala na uwezo obunyali bwa Nyasaye ara mundu no buhongo kunyarabona litimo ni rula mulira ya Yesu. Lakini malaika balindo munda bole, you give them that authority. Amatimoni kanyaraba mu nyumba na malaika babeo, lakini amatimoni shikeluka hata sikila sina. They need a voice of authority. Hiyo sauti iende iamushe malaika waweze kwenda kupigana hiyo vita. Pasina mtu kusema hakuna kitu kitafanyika. That is why abandu kenye kaba be basinjire mpunyali obwanyasa ya balangiramu, obunyali bwanyasa urechamo, obunyali bwanyasa ya urakamo, obunyali buhole kasi oli. It can work against you. Abana basikeva bahupwa nende omundu wali amatimoni kali mundu no bahupwa sikila sina. They never recognize jurisdiction. Hawakujua ni uwezo gani, ni mamlaka gani ambayo tunatembea nayo, na tunatembea kiwango gani. Huna uwezo juu ya kila kitu. Na mkambi salo mkambi wa buli mundu zinyala kwakana no mundu kubarabara njake kumola nsikila zina webika mutawe bali abandu abarebwa hasi wandi bakole kasi hasi wanje na abanyasa ya rumaho baliyo sali buli mundu ta sali buli musonya la kuchenda msibala sino bola buli mundu no mukambi wota. You don't understand what you're doing. Nondi winjire mkanisa no mukambu chiara so manyire siyokolata. You shall be mixed up. Lakini Nyasaye ye nyabandu abekala hasi wobunyali fulani under a certain jurisdiction, sababu ufalme huu pia ni wa kijeshi, maandaliwa kama kijeshi. In fact Mungu anarifaa kwa waliookoka kama wanajeshi. Kwa hivyo lazima ukae kijeshi, komanda wako wanaosema tupite hivi, na kila mtu huwekwa chini ya komanda. Hata Paulo alipookoka, hiyo kazi mingi alifanya. Kuna mahali alitumwa kaambiwa enda kutana na mzee, akaweze kumwambia tunaenda hivi. Mungu hutaka watu wakae chini ya jurisdiction, waweze kuelewa. Na ukikaa chini ya mamlaka fulani, jifunze kufanya kinachostahili kufanyika huo wakati, kwa sababu ukitoka tu na wewe useme alikanjirande na asinji yake,
okole kazi yanje yawe tofana singa bana baskefa olono kupwe nuilughasi yekenye sino manyeta nyasa yenya abantu bekhale asi amekyo akobunyali fulani sikila there is a specific calling in every area. Wali eneo linende nyasa aruma abantu. Ke apostle waruma to the Gentiles. Savana nanende apostle Peter waskala Jerusalem time. Bosi na abantu babili tofauti. Nebuli nende wa Peter echa kuloma nenda Bayahudi. Nebuli nende wa Paulo echa kuloma nenda Baroma. Sikila sina. Everywhere there is a principality and it needs a certain anointing. It needs a certain structure of a government to overpower it. Sikila sinyala rura chamo njiku kenda cha Tanzania bila osoma environment manye msinezi koleka mbole ndaka cha tawe. I need to understand the environment. A kingdom ya ufalme wa giza. Biblia inasema tunapigana na wakuu wa giza hii. Ni kumaanisha pia nao wako na mpangilio. They have a structure of an army. Na sisi pia katika nyumba ya Bwana lazima tuwe na hiyo structure. You don't need just to go overboard. Mchungaji anaweza kosa kukuambia lakini anaweza kukupatia assignment ya kufanya. You need to obey and do it the way you're supposed to do. Na ukiona amekutuma, jua ni amri imetoka juu na wewe umepewa, ifanye jinsi unavyostahili kufanya. Bure ukiachiwa huduma, mchungaji ameenda Amerika na wewe uanze kuleta division zako, the structure will fight you. Utaweza isha pia wewe kwa sababu umeanza kwenda kinyume na kile maono Mungu alituma mtumishi kufanya kwa hilo eneo. God can still fight you. Na wakati adui anainua vita, unaweza kosa mtetezi. Huwezi jua mtumishi ni nini ilimzingira, akatembea umbali ametembea, na wewe unatokea tuko unasema kwa Mungu tunakufukuza kwa jina la Mungu ambaye Paulo anahubiri. Yule Paulo ni nini kinamzunguka? Ni nini kinamzingira? Anatembea na uwezo gani? Na wewe unatembea kwa uwezo gani? Ni mamlaka gani ambayo unatenda kazi chini yake? Which delegated power? You can be born again, yes, but under which arm of this ministry? Uko wapi katika huduma hii? Umeenda kufanya kazi kwa eneo, tunaweza kuwa tuko kwa eneo la mawe, tunahitaji nyundo mjinga, na wewe unakuja na vitu za kuchimba mitoni kwenye kuna uchemichemi za maji, matoi mustondoi so nyala kinge byombo byo khole kazi mustondoi olere kubikuru bya machina khole kazi ta buli ya bundu ali nende nyasaye ali nende bonyasaye yenya ekazi ye khole. And the more you perform it, the more you expand your jurisdiction, the more you receive a larger territory. Na nimbwa bandu bakhale bakholanga lwabe cha effective muitala none yesunda. He conquers the next territory. He conquers the next territory. Nimbo bamenya na wongo mumya naruka paka kurura mumyas paka niecha nyola kumbaka kwa bajalwe mwana kata bajalwe bali hasi wana wongo mumya. Zikira sina bali beka aware a structure. He had the knowledge of the structure of commanding an area, of exercising the power. Alikuwa na hiyo kuelewa, na akajua ninaweza exercise nguvu yangu kwa style hii. Unapofika kwa mlima fulani umesimama, you need to stand, kwa sababu kusimama hata ku retreat is a strategy of an army. Wakijua hapa tulipo tunastahili tuende kwa drawing board tuangalie what is happening, wanarudi nyuma wanaangalia kinachofanyika, ndipo waweze ku advance. Ukifika kwa milima ya aina hiyo, wakati Mungu anakuingiza kwa maeneo mapya, remember jurisdiction. Has God given you power? Has God given you dominion over that city? Mungu alimwambia Joshua, popote nyayo za miguu zako zitakapokanyaga nitakupa kumiliki. Na unaweza kanyaga na mguu wa asili, but mguu wa rohoni hauja kanyaga bado. Therefore unastahili kujua mamlaka haya huja kwa njia gani, hufanya kazi kwa njia gani, hutenda kazi kwa njia gani. Mungu hutaka watu wanaojua eneo amewatuma. Usipojua eneo unastahili kufanyia kazi, you shall bring an accident.
na usipoleta accident utapigwa na wenye hilo eneo, kwa sababu there is no free territory. Buli abundu aliyo no mwami wao kaba nyasazi ko kwinjirawo bwami bwesi bala busirukawo nolwa winjirawo kenye komanye omwami wesu bala sino ni wina. Olwa Yesu yalinye kyawa kibabe yababola, if you enter a house of a strong man, you first bind the strong man. Unashika huyo mwenye nguvu, mtu mwenye nguvu wa hiyo eneo unastahili kumkamata. That is why you need to understand jurisdiction. Na hawezi shika mtu wa eneo and you don't obey jurisdiction that is above you. Kutii walio juu yako ukupatia uwezo wa kupambana na vilivyo mbele yako. Kwa hivyo mtu lazima uelewe, mwenye nyasa honye mbita byo chichamo henga inyuma orura oluyali rufwana mbwena ruwesia kubali kuruwo ekingufu cy'orumihira chigabirira mbandu na abandu bano Nyasaye yabaraka aliyo mundo lomalinga na obulamu bwo. How are you obeying them? Msisi ya kila olwa Ibrahimu yakana nende Melkizedek ya enya kureba maswala menjita ya bukule sili 10 na Melkizedek the king of Salem akajua kuna uwezo niliyoutumia kupigana vita unatokana hapa, na hivyo inaashiria heshima yako kwa ajili ya utawala Mungu aliweka juu yako, ndipo wewe upewe utawala kwa maeneo mengine. Kuna mtu mmoja alimkujia Yesu akasema, I am a man and authority, centurion. Na akasema na mfanyakazi wangu mmoja ni mgonjwa vibaya. Kwa hivyo akamwambia nena neno akaweze kupona. Yesu alisema ninakuja kumponya kwako. Akasema hapana, wewe nena neno, kwa sababu mimi ni mtu chini ya mamlaka. Ninao heshima na wako walio chini yangu. Na huyu ambaye ni mgonjwa ni mtiifu kwangu. Nikimwambia enda anaenda, nikimwambia rudi anarudi. Jinsi mimi pia walio juu yangu wakiniambia enda ninaenda, wakiniambia rudi ninarudi. Na Yesu akasema sijaona imani Israeli kama hii. Kwa nini? Mtu aliamini ya kwamba mamlaka tuliopewa na mamlaka Yesu aliyo nayo anaweza kutenda kazi. If you don't obey your leaders in the ministry, if you don't obey your leaders in the church, inamaanisha pia wewe eneo halitakutii. Na sahau kutapu nguvu za Mungu kukuja kukusaidia kutenda kazi. Sahau wewe kuita kwa Mungu kukuja kwa upesi. Sahau Mungu kujibu na neno, jinsi Mungu alimjibu huyo centurion na neno tu. Akasema enenda, mtumishi wako amepona, jinsi ulivyoamini. Kutii ni imani. Kutii is faith. To obey jurisdiction is faith. To understand where your leader has a capacity over you, it's faith, ni imani. Na huo ni msingi wa wokovu, sababu Christianity comes by obedience. You obey that there is a higher supreme power, authority over you, and that this power has come to rule over me, to rule in me, to control and to guide me in this life. And therefore I have nothing of my own. I surrender to him. Na unapofanya hivyo, pia wewe unapewa hemaya ya kutawala. Unapewa hemaya ya kutawala. You become also an icon. You become also a stronghold of a kind. Biblia inasema tunapigana na ngome hizi. Na wewe pia unakuwa ngome. Kwa hivyo ukishakuwa ngome, you are receiving authority kupigana na hizo ngome. Be obedient and learn to understand the jurisdiction. Usifanye mambo ambayo wakuu wako wanastahili kwenda kufanya na hawaja kupatia ruhusa. Wakikutuma enda uyafanye. Lakini kama hawaja kutuma, leave it alone. Kwa sababu unaweza pigwa bure. Kuruya konyo mundo manye. Uliyo bunyali obonyasaye arecha mbula mugo mundo bukole kasi. Na obunyali buno pakomanye singo chenda nabo. Sikila Adam, when he came from his place of dominion, kuna mambo yalimtoka, kuna vitu zilimtoka kwa sababu aliacha sehemu yake ya kutii. He forgot the command alipewa na aliye juu, the superior authority. Kwa hivyo ukishakataa kusikia the superior authority, there shall be hardness. Pia wewe kucommand even your inferiors kuelewa unachokitaka. Mtu ningependa nikuambie, Yesu amenituma niseme ya kwamba lazima uelewe anga yako ya utawala na eneo lako la utawala.
ingana lyo kumalika lya nyakubole nosili kuwonibwa osili kuchaka bano obunyalita obunyali buli mbuwonya olwo uchilla Yesu nyecha okuba omuwonya wobulamu bwo obecha wakachaka kuinjira mbunyali obunyali becha wakachaka kole kasi mbulamu bwo obunyali buli obukhongo obwanyasa yahana ku mundu lakini omundu sanyala obunyola ta unless you receive Jesus. Baba anasema kwa John chapter 1 verse 12, as many as received him, to them he gave them power to become the children of God. Wana wa Mungu. Kwa nini? Wanayo mamlaka Mungu aliyokuwa nao, wanao uwezo Mungu aliyokuwa nao. Unaotaka kutenda kazi, okoka, Mungu akusaidie uanze kutawala ulimwengu wako. Sikubali ulimwengu kukutawala, bali utawale ulimwengu. Hivyo ndio Mungu alitaka. Kurea konyo subile kunyansa koshika wabano biramo wababuli obunyali waikhala ko iwe singo mulima olaso nyalata olaso chenda no chebulaita nyo subile kunyansa nyasala konya no sili kuoni wabola Yesu ndichako iwe nonde manyire ni omwami obunyali nenyo obunyali buno bukole kasi muise etukulya nondi subiye wafuira chimbi chanje ne subirani mbonibwa mwirele Yesu. Ola amen. Nolwala subira kusaya. Father, we thank you for everybody. Kila mtu aliye mgonjwa. Naita nguvu zako juu ya maisha yake. Bwana, tenda kazi kubwa katika maisha yao. Badilisha, geuza, wape uwezo wa kutawala katika jina la Yesu. Sema amen. Umera wananga Pastor Jack wa Jesus Healing Center International Songolo Bunyore. Umwami akukasiye.